Nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwe risasi mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani amesabaratisha maendeleo ya Ukambani? Nani anadharau Kalonzo Musyoka kiongozi wetu? Kasongo aende asiende? Muko tayari? Kina Murkomen, yule waziri wa interior, anasimamia uhuni Kenya hii, and the whole world is watching. Therefore, Kenyans have decided they want a country under the rule of law, ambayo inasimamiwa kikatiba. Ndio kina mama wakija sokoni kama Kalundu wanajua wakienda nyumbani hakuna mtu atawashtua. Wanataka kina mama wakienda kujifungua hospitali wapate linda mama ile Uhuru alianzisha, lakini Ruto akafutilia mbali. Wangapi wanasema linda mama irudishwe tena? Yani nataka niwaambie, tukisema one term, tuambie wale wanasema Ruto two term. Ruto ashakula paka share yake ya two term. Yani kwa miaka term moja amekula ile ya Uhuru ya term yote mbili. Aende asiende jamani? Si ashakula second term yake? Sababu tukimweka endelee miaka ingine 5, haki ya Mungu, there will be no country left. Sababu ya wizi unaoendelea, amepora kila kitu. Sasa amekuwa too much. Ameunda kikosi ya goons, amepatia Murkomen. Wanapanga na PS anaitwa Nixon Korir. Wanapanga na wasaliti wa jamii. Ile mashamba yote kubwa kubwa huko Kiambu wanaitafuta usiku. Huyu Kasongo na Murkomen na Nixon Korir na Oscar Sudi wanaweka magun, wanavamia mashamba ya Wakikuyu. Wanataka kunyakua hiyo mashamba kwa sababu Kasongo ameuza kila kitu. Kenya imekwisha, imebaki sasa kuvamia mashamba. Hata huyu Ruto mwenyewe alikuwa amewekwa kamba hapa, nikamtoa akienda ICC. Sasa tunamwambia ukiendelea na tabia ya kusema vijana wa Kenya wapigwe risasi, bila shaka tutakurudisha ICC. Wewe ujue hivyo. Hiyo tabia hiyo ya kusema watoto wawawe, we are documenting every occurrence. This is a country that must remain democratic, a country that must remain under the rule of law. And you, Mr. President, if you don't stop your goonism, we will take you back to the ICC. Wangapi wanasema hivyo? Sasa juzi ameenda kule Italy, amepitia pale Dubai. Si unajua hapo ndio anaenda kufanya madili ya kuongezea bei ya mafuta? Akipitia kule, akitoka mtasikia tena hata bei ya stima inapanda. Kwa sababu William Ruto hakuna kitu kingine ameshika katika kazi yake ya urais, ni kuiba, kupora, kunyanyasa mwananchi ule wa chini. Ile hadithi yake ilikuwa ati mtu ati kutoka chini kwenda juu, yeye imekuwa ni yeye mwenyewe alikuwa na kule chini ndiye amejiinua peke yake. Na ndio sababu tunasema, tunawauliza wa Kenya kokote, lazima William Ruto tumpeleke nyumbani, apende asipende. Na tukiona kama vile tumeona wiki mbili, kimtu kingine kikubwa kinatoka hapa Zimbabwe, kinaitwa Wycliffe Chivayo. Kimwizi sugu, hata kule kwao nyumbani Zimbabwe kilikamatwa kikawekwa ndani. Lakini akija Kenya hata anapitishwa njia za kando, anapelekwa kwa Ikulu. Ile ingine tumesoma, huyo mwizi sugu Chivayo amepewa kandarasi ya $2.5 billion. Hiyo ni karibu ile pesa inapewa kaunti zote za Kenya, mtu mmoja, na anapatiwa kupitia William Ruto. Alafu waziri wake huyu anaitwa Opiyo Wandayi, utarudi siku nyingine akiulizwa hii ilipita namna gani, utasikia akisema sijui, I was not aware. Na alipelekwa kule akiwa expert. Ndio tunasema
expert or no expert, wewe kwa sababu mko pamoja na Kasongo ambaye ndiye William Ruto, lazima atengeneze njia. Bwana